Kuna watu wanafikiria jicho la tatu ni kitu cha ajabu sana, lakini ukweli ni huu: jicho lako la tatu linaweza kuwa tayari linaanza kufunguka, lakini wewe mwenyewe ndio unalifunga. Ndio, sio wachawi, sio ulimwengu, ni makosa unayoyafanya kila siku bila kujua. Na ukifanya makosa haya 7, hata uwe na uwezo gani wa kiroho, hutafika popote. Leo nitakuonesha ukweli ambao watu wengi wanaogopa kuusema. Kufungua jicho la tatu sio mchezo. Ni safari ya kujitambua, kujiona wewe halisi na kuona ulimwengu wa macho tofauti kabisa. Lakini wengi wanashindwa njiani, sio kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanaishi maisha yanayozima kabisa huo uwezo. Kama uko serious na safari yako ya kiroho, basi sikiliza hadi mwisho. 1. Kuishi kwenye hofu. Hili ndilo kosa kubwa kuliko yote. Unajua kwa nini? Kwa sababu jicho la tatu linafunguka kupitia utulivu wa ndani, lakini hofu inaleta giza ndani ya akili. Watu wengi wanaanza kuhisi mabadiliko, wanaanza kuona ishara, ndoto zinakuwa halisi zaidi, lakini ghafla wanaogopa. Hii ni nini? Nataka kuacha. Na hapo hapo wanajifunga. Hofu ni kama mlango unaofungwa kutoka ndani. Usikubali kuogopa, umeshapoteza. 2. Ni kutegemea watu wengine kukuongoza. Watu wengi wanafikiri kuna mtu atakuja kuwaamsha, kwa maana ya guru, mchungaji, rafiki, shehe au video za hamasa. Lakini ukweli ni huu: hakuna mtu atakayefungua jicho lako la tatu isipokuwa wewe mwenyewe. Unaweza kusaidiwa, ndio, lakini huwezi kuamshwa na mtu mwingine. Ukianza kutegemea watu wengine, unapoteza nguvu yako ya ndani, na bila nguvu hiyo hakuna kitakachofunguka. 3. Ni kujaa nishati hasi. Kuna vitu kama hasira, wivu, chuki, kinyongo. Hizo sio hisia tu, bali ni sumu, na sumu hii inaziba kabisa uwezo wako wa kuona mambo kwa ndani. Jicho la tatu linahitaji mwanga wa ndani, lakini nishati hasi ni giza. Jiulize, unafikiria nini kila siku? Unahisi nini moyoni mwako? Kama ndani yako kuna vurugu, usitegemee kuona mwanga. 4. Ni kukosa ukimya, ile mental noise. Simu kila dakika, mitandao kila muda, muziki non-stop, mazungumzo yasiyo na maana. Akili yako haijawahi kukaa kimya, na hapa ndipo tatizo lilipo. Jicho la tatu linaongea kwa sauti ndogo sana. Kama maisha yako yamejaa kelele, hutalisikia kamwe. Watu wengi wanataka kuona ishara, lakini hawataki kukaa kimya. Ukikaa kimya ndipo utaanza kuona. 5. Tunaita kutote mzigo wa ndani, kwa maana unhealed trauma. Kuna vitu ulipitia zamani na bado vinaishi ndani yako: maumivu, kukataliwa, kushindwa, kuumizwa. Unajaribu kusonga mbele, lakini ndani bado hujapona. Na ukweli ni kwamba huwezi kufungua jicho la tatu ukiwa bado unakimbia maumivu yako, kwa sababu safari ya kiroho ni safari ya ndani, na ndani yako kuna vitu vinahitaji kushughulikiwa kwanza. Ukivipuuza, basi hivyo ndo vitakuzuia. 6. Ni kutaka matokeo ya haraka. Hili ni kosa ambalo watu wengi hawataki kulikubali. Wanatamani kuona matokeo ya haraka sana. Leo wanaanza meditation, kesho wanataka kuona maono. Leo wanaanza kujitambua, kesho wanataka kuwa awakened, kwa maana ya kuamshwa. Lakini hii sio mchezo wa haraka, huu ni mchakato, na kama huna subra utaacha njiani. Jicho la tatu linafunguka kwa watu wenye uvumilivu sana, sio wale wanaokimbilia matokeo. 7. Ni kutokujitambua wewe ni nani. Hili ndilo la mwisho na lina nguvu kuliko yote. Watu wengi wanaishi maisha, lakini hawajui wao ni nani. Wanaishi kwa mazoea, wanafuata watu, wanaiga dunia. Lakini jicho la tatu linafunguka pale unapojua, mimi ni nani? Niko hapa kwa nini? Bila kujitambua utakuwa unatafuta nje kitu kilichopo ndani yako, na hautakipata kamwe. Ukweli mchungu ni huu: huenda jicho lako la tatu halijafungwa, huenda wewe ndio umelifunga kwa maisha unayoishi.
Na kama hutabadilisha haya makosa, utaendelea kuishi bila kuona ukweli halisi wa maisha. Lakini kuna habari iliyo njema. Ukianza kurekebisha haya, ukianza kujitazama kwa ndani, mabadiliko yataanza pole pole, lakini kwa uhakika. Safari hii si ya kila mtu, ni ya wale wanaothubutu kujiangalia kwa ndani, bila kukimbia na bila kujidanganya. Kama umefika hapa, basi kuna kitu ndani yako kinakwambia ukweli. Usikipuuze. Kama umejifunza kitu leo, andika kwenye comment, nipo tayari kuona. Like video hii ili wafikie wengine wanaohitaji kuamka, na subscribe kwa sababu hii ni mwanzo tu wa safari yako. Kumbuka, mwanga hauji nje, unatoka ndani. Na siku utakapoona hilo, ndipo utaanza kuona kila kitu.